Jamani, vijana wenzangu, tutafute pesa kwa njia ya halali. Pesa ya njia ya halali ni pesa yenye amani sana. Yaani wanasema ni bora kunywa maji yaliyobarikiwa kuliko pilau lililolaaniwa. Huwezi kujisikia ladha hata kidogo. Watakaofanikiwa kuona kwamba wewe unakula chakula kizuri ni wale wanaokutazama kwa mbali, lakini wewe unachokiotea kwa ndani ndio unayekijua. Mimi nimekutana na rafiki yangu mmoja, amefanikiwa sana sana, anajulikana, yupo mtaani kwetu tu, anajulikana, yuko vizuri sana, sio siri, sana sana. Lakini ukimwangalia ni mtu aliyekondeana tu, haeleweki, lakini ana pesa sana, ana biashara kubwa sana, ana vyombo vya usafiri vingi sana, ana maduka mengi sana, na wafanyakazi wengi sana. Alichonisimulia akasema, Bwana Mbuba, nakuona TikTok, naomba uambie watu kitu hiki. Mimi siwezi kukizungumza, lakini najua wewe ni mtu wa Mungu. Hata hivi nazungumza, nimetoka kanisani. Ameniambia hivi, Bwana Mbuba, kuna masharti watu tunayapata kwenye uganga, kwenye kupata utajiri. Sio kwamba tunaambiwa, tunajikuta tu ndo tulishafika huko, lakini lengo letu lilikuwa sio kuwa na masharti ya namna hiyo. Nikamuuliza ni masharti gani? Akaniambia, bwana, hapa nilipo natembea na mamangu mzazi, yaani natembea na mama yake mzazi, analala naye, anasema amemwelekeza mama yake. Ni story ndefu ni story ndefu. Ananiambia, nikamuuliza ilikuwaje wewe wakati unaambiwa na mganga sharti kama hilo ulikuwaje unakubali? Anasema yeye wakati anaanza haikuwa jambo la namna hiyo, hakujua kama litafika huko. Kamuuliza, kwa nini rafiki yangu mpaka nimefika hiyo hatua? Akasemaje? Sema mara ya kwanza yeye aliwahi kupelekwa kwa mganga akiwa alikuwa anasumbuliwa na kifua, ikasemekana kwamba amerogwa. Sasa yule mganga alivyomwagua akaona yule jamaa akaona ameshapoa, akaona amepona. Mwisho wa siku imani yake akawekeza kwa waganga kwamba waganga kumbe wanaweza. Kipindi fulani tena wakati anahangaika na maisha, anasema aliamua kujibeba kujipeleka kwenda kwa mganga ili apate dawa ya mvuto wa biashara. Baada ya biashara kake kaumatching kutokueleweka, akaona akajiongeza kwa mganga mpe tu dawa ya kuvuta wateja. Anasema kweli alivyoenda pale mganga akamwambia kwamba, bwana, wewe una nyota kali sana, wewe ni tajiri, nakupa dawa hii ya kuvuta wateja. Anasema kweli alimpa kachupa. Alimpa kachupa tu, akamwambia aka kachupa ukifika ukishafagia unakaweka chini ya meza, unakafungua unapokuwa uko tayari kuanza kuhudumia. Anasema alikuwa anafungua kale kachupa kake, wateja wanaanza kumiminika. Anasema alipewa kale kadawa kwamba ule yani kanatoa kama moshi, kakiisha arudi tena watampatia dawa nyingine. Jamaa anasema kweli alitumia kwa muda wa miezi 3. Biashara ilikuwa ya moto sana, na akafungua maduka na maduka na maduka. Anasema ikawa imeisha. Anasema alikaa kama siku 3 hivi, kale kanania kifungua akafanya kazi, ikabidi ajibebe aende kwa mganga. Anasemaje? Anasema mganga akamwambia hivi, nataka nikupe dawa ambayo haita expire, lakini inatakiwa ulete kondoo. Jamaa anasema alitafuta, alianza kwanza kwa kuchinja kuku, akawa anapeleka kuku, ikafika wakamwambia ulete kondoo. Baada hapo wakamwambiaje? Wakamwambia wewe sasa hivi inatakiwa ufanye mapenzi na mamako, nje na hapo kinakuramba. Jamaa anasema kweli alikataa. Yule mganga alimwambia basi kama hutaki nenda, kitakacho kukuta wewe mwenyewe utajua. Kweli jamaa anasema alikataa kwa mara ya kwanza. Siku zinaenda, yeye mwenyewe akawa anasumbuliwa. Anasema na si wenyewe tulimuona yule rafiki yetu, alikuwa aliparalyze upande hadi kwenye hadi funzo alikuwa anatoka, alikuwa na kidonda kikubwa sana cha hatari sana. Anasema wakati anaumwa kipindi hicho hakutuambia kama hiyo hali alikuwa nayo. Anasema karudi kwa mganga tena.
akamwomba msamaha, basi niwe nalipa faini. Mganga akamwambia yeye sawa, faini manake niwe mwenyewe unatoka, unavyooza taratibu hivyo hivyo ndivyo unavyoisha. Anasema akarudi, siku zinaenda, yule jamaa akawa anaumwa maduka yake yote, nyumba zikawa zinapigwa mnada. Jamaa akaamua kurudi tena kwa mganga, bwana, naomba unibadilishie sharti. Mganga anasema haiwezekani mpaka ulale na mamako. Tena sasa hivi ndio unapozidisha, itabidi muondoe kabisa. Uchague kumuondoa kabisa mamako au kulala naye. Jamaa anasema niliona ile swala ni gumu, akasema bora nimuondoe. Mganga akamwambiaje? Akamwambia kama wewe unasema kwamba unataka kumuondoa, maana yake hiyo itakuwa inaradhimu uwe unaondoa kila baada ya miezi mitatu ndugu yako mmoja mmoja. Utakapokuwa umeanza na mamako, baada ya miezi mitatu itabidi umuondoe mwingine tena. Jamaa anasema kweli aliona ni ngumu, bora achague kulala naye. Sasa itamsaidiaje? Jamaa anasema kwamba alichokifanya, alimuuliza mganga, sasa ni atawezaje kufanya jambo kama hilo? Mganga anasema alimwambia nakupa dawa. Alimpa dawa yule jamaa, akamwambia wewe unavyofika nyumbani usiongee, yani kutoka kwa mganga mpaka unafika nyumbani usiongee na mtu yeyote. Mpaka utakavyofika nyumbani utamkuta mamako yuko ndani peke yake. Baada ya hapo utaona jinsi atakavyofanya. Jamaa anasema siku ya kwanza alivyofika nyumbani kwao kwa mamake, na alikuwa amemjengea nyumba mamake. Alivyofika kwa mama yake, akamkuta mama yake yupo ndani peke yake, anamtazama, macho yakiwa yanamtaka. Si unanielewa? Jamaa anasema alistaajabu sana kuona kile kitendo. Alikuta mamake, yani yeye yuko tayari kwa kila jambo. Jamaa anasema kweli alifanya kama mganga alivyomwambia. Ile kitendo jamaa kumaliza tu tendo alilokuwa analifanya, mamake akapata fahamu. Mamake akastaajabu kwamba mwanangu, mbona unafanya hiki kitu? Jamaa anasema kwamba baada ya mamake kumwambia hicho kitu, jamaa anasema alimwomba sana msamaha na akamwelekeza mamake. Ikabidi wakubaliane nalo. Wakaenda kwa mganga kwenda kuomba msamaha. Mganga akasema basi kama ni hivyo mambo mazito, akasema kawatishia mambo makubwa. Jamaa anasema kajaribu tena kupuuzia kidogo tu, mtoto wake wa kwanza akatoweka. Wakamwambia na bado labda uendelee na mamako ndio utakuwa na amani. Jamaa anasema baada hapo wamedumu na mamake mpaka sasa hivi ni mwaka wa 5. Ila hela anazo, hela chafu. Mwamba ana hela chafu. Ila ameelekeza hicho kitu kwamba mganga usimwamini. Hakuna aliyeanza na masharti magumu. Kila sharti lilipoonekana lilikuwa ni rahisi, lakini siku zinavyozidi kwenda ndivyo masharti yanaongezeka. Waambie vijana. Mshikaji yupo, ameniambia nisimtaje kabisa, ila ameniona tu TikTok akaniita. Mimi sina mazoea naye sana, ni tajiri mkubwa tu. Kwa hiyo vijana tupunguze tamaa, tutafute pesa kwa harari.